kwamba leo tutamuongelea yule mtu rafiki, kwani kuna watu marafiki na kuna mtu rafiki. Mtu rafiki ndio mwenyewe sasa. Huyo hapa uwezo kawa nao wengi maishani mwako. Kwa uwezekano wa maisha ya mwanadamu, kwa usawa wa utafiti, ni kwamba mtu anaweza akawa nao 10 tu kwa maisha yake yote, na hata kuwa nao mtu rafiki huyo, hata kuwa naye kwa kila mwaka. Unaweza kawa na mmoja tu kwa mwaka huu, ukibahatika unaweza kawa na 2 kwa mwaka mmoja, ila kwa maisha yako hadi kifo utakuwa nao 10 tu. Hawazidi zaidi. Ni jambo ambalo ni la kipekee katika ulimwengu huu ambako dhambi imetawala. Mtu rafiki, hiyo hali inakuwa wewe unakuwa nayo ili uvune. Lakini tofauti ni kwamba sio lazima mtu rafiki kwako awe mtu rafiki wewe kuwa mtu rafiki kwake. Twasisitiza. Vice versa. Unaweza ukawa wewe mtu rafiki kwa mwingine na yeye sio mtu rafiki kwako. Uwezekano huo upo. Lakini haibadilishi taswira kwa mtu rafiki. Kuna wale ambao wamepata neema hali hiyo kuwa reciprocal. Yani nakuwa una mtu rafiki naye wewe kwako ni mtu rafiki na wewe kwake ni mtu rafiki. Mtu rafiki kwako tunakwenda kufafanua maana na sifa zake. Mtu rafiki kwako sio lazima wewe kuwa rafiki kwake, kuwa mtu rafiki kwako. Na kuelewa vizuri Dr. Na ikitokea, endapo itatokea, wewe umepata neema ya kuwa na mtu rafiki, naye ni rafiki kwako, nawe ni rafiki kwake, mtu rafiki kwake, ni neema ya kipekee. Yeah, true. Neno rafiki kwa French language, kwa lugha ya Kifaransa wanasema amitié, urafiki. Rafiki anaitwa ami. Neno amitié source yake ni am kwa lugha hiyo. Am kwa lugha ya Kiingereza ni soul. Soul kwa Kiswahili ni nafsi. Hiyo neno unaosikiaga wanasema soul mate ndio amitié. Soul mate. Ni jambo ambalo ni nadra kwa dunia na haipaswi kuwa madai. Upaswi kudai urafiki. Urafiki ukimwona mtu ana mtu rafiki, huyo mtu anastahili. Kuwa na mtu rafiki sio madai, ni staha. Inabidi universe ikuitikie na iwe supportive of you. Kwani hatuhitaji wengi sana, ni moja tu. Ukiwa na mmoja anayeweza kukushika endapo utakuwa mdhaifu, mmoja tu utaendelea kwenda. Ukiwa na mmoja tu anayekutia moyo, anayekutia nguvu, anayekujengea imani, mmoja tu unaweza kainuka na kwenda tena. Mtu rafiki ukiwa naye umevuna. Ina maana na wewe wapaswa kukumbuka kwamba ni muhimu kwako kuwa mtu rafiki kwa mwingine. Endapo tumesema sio lazima uvune kwa yule ambako wewe ambaye uko mtu rafiki kwake, ili upate mtu rafiki wa kuwa na sifa hizo tunazo kwenda kutaja sasa hivi kwako. Hata wewe usipokuwa mtu rafiki kwake, lakini inabidi hakikisho kwamba wewe una mtu rafiki kwingine ambaye wewe una sifa hizo unazozivuna kwa huyu hapa. Tuko sambamba? Unapoweka mbegu kwa mti, kwa mazao, sio pale unapovuna. Inabidi uvune mbegu imeisha chipua, umeshaona mazao, unavuna kwingine. Uliweka mbegu chini, unavuna matunda juu kwa wingi. Kwa hiyo sio lazima uliyemtendea mema akutendee mema. Kwani unayemtendea mema akiwa na uwezo wa kukurudishia mema yako, uvuni.
Kumbe mavuno inabidi yawe kwa wingi. Ukimtendea mtu mema alafu unamdai naye akutendee, umemkosea yule mtu uliyemtendea mema, na umekosea sheria za universe. Unayempa inabidi yawe amekuwa chini yako. Ukimdai unataka kumuinua juu yako. Hebu nyosha mkono. Nikiwa nakupa, mkono wangu ninaokupa uko juu. Ndio. Nikikudai ina maana nataka mimi niwe chini, wewe uinuke. Kwa hiyo in principle, ukiwa unampa mtu, ukiwa unamsaidia mtu, usimdai. Bwana